Mji wa matarajio sura ya 7. Gari lilisimama nje ya lango la nyumba moja ya kifahari. Nyumba yenyewe ilikuwa kubwa kiasi cha kumfadhaisha mgeni kama Herina. Herina alitaona habari amefika alipoona shangazi yake na yule bwana aliyeketi huko mbele wakifungua mikanda ya usalama. "Mwanangu, sasa tumefika. Tutapumzika hapa leo. Kesho nitakupeleka kwa mwajiri wako, mshauriane. Usiwe na wasiwasi, utampenda. Ubora wa kazi yako ndio hoja. Unajua kwamba chema cha jiuza kibaya cha jitembeza." Dina alimwambia Herina baada ya kumfungulia mlango wa gari. Mara tu yule bwana alipohakikisha kwamba wawili hao wamefunguliwa lango, aligeuza gari na kutifua vumbi kana kwamba alikuwa anaogopa jambo fulani. Dida alimwashiria Herina aingia kwenye mlango uliokuwa wazi. Ndani mlikuwa afadhali kuliko nje walikokuwa. Pankaboy lililoning'inia darini lilisaidia kupunguza joto la mji huu. Shangazi alimwambia Herina kuwa ingekuwa bora kama angeoga kabla ya kupata chajio. Alimpeleka kwenye chumba kilichokuwa kwenye ghorofa ya kwanza ya nyumba hiyo. Alimuonesha kabati la kuwekea nguo, bafu na vifaa vingine ambavyo alihitaji. Dina alimwashiria Herina aingie kwenye mlango uliokuwa wazi. Ndani mlikuwa afadhali kuliko nje walikokuwa. Pankaboy lililoning'inia darini lilisaidia kupunguza joto la mji huu. Shangazi alimwambia Herina kuwa angekuwa bora kama angeoga kabla ya kupata chajio. Alimpeleka kwenye chumba kilichokuwa kwenye ghorofa ya kwanza ya nyumba hiyo. Alimuonyesha kabati la kuwekea nguo, bafu na vifaa vingine ambavyo alihitaji. Baadaye shangazi aliondoka ili kumpa Herina nafasi ya faraga ili kufanya aliyomjuza. Herina aliliwasha Pankaboy lililokuwa katika chumba hicho. Alihisi hewa yenye joto ikitoroka na kupisha hewa baridi iliyompa utulivu wa akili na moyo. Aliingia bafuni na kuoga. Hata hakuelewa maana ya kuoga, kwani mara tu baada ya kutoka kwenye bafu jasho jingi lilianza kumtiririka mwili mzima. Alitaka kurudi bafuni lakini akaona ingekuwa kazi bure. Alijituliza kwa imani kwamba karibuni mwili wake ungezoea mazingira haya. Alichukua taulo nyeupe iliyokuwa hapo bafuni na kujipangusa. Baadaye aliingia kisandukuni mwake na kuchukua gauni jepesi. Alilivaa gauni hilo. Herina alianza kukikagua chumba chake. Macho yake yalitekwa na vilivyo kuwemo: kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka nyeupe kama theluji, mabati ya kupendeza, bafu ya kisasa, mapazia ya rangi ya bingu yenye maua ya kupendeza, kochi ndogo la kupumzika na meza ya kusomea yenye mwanga wa kutosha. Vyote vilishindana kukamilisha urembo wa chumba hiki. Hakuacha kushangaa. Ilimchukua mwenye nyumba hii miaka mingapi kuijenga. Hakuacha kujishajisha, kujitahidi kwa jino na ukucha kupata suluhisho lifaalo kwa tatizo ambalo lilikuwa linamkabili. Aliamini kwamba yaliwezekana. Alichohitaji ni kujiamini na kutatua mambo kwa njia ifaayo. Hakika penye nia pana njia. Mgoto kwenye mlango wa chumba cha Herina ndio uliomgutusha kutoka kwenye mawazo haya. Alipotizama saa kwenye kiwiko cha mkono wake, alitambua kwamba alikuwa amekaa chumbani humo kwa muda wa saa moja. "Herina mwanangu, njoo, chakula kitayari. Ama umelala? Uchovu wa safari umekulemea?" Dina alizisema kauli hizo mfululizo huku akiomba pawe na mtu wa kuzitikia. Herina alimuitika shangazi yake. Aliomba msamaha kwa kukawia chumbani kwa muda. Alimwambia shangazi kwamba angemfuata mara moja. Herina alifungua mlango na kuteremka sebuleni kukabiliana na alilokuwa akiitiwa na shangazi. Herina alipata meza ikiwa imeandaliwa vyakula vilivyokuwa vya aina mbalimbali. Kulikuwa na sima na wali wa nazi, kulikuwa na kuku na samaki, kadhalika kulikuwa na mchicha na kisamvu. Kukamilisha orodha hii ya vyakula, kulikuwa na ndizi, maembe na machungwa kwenye sinia hapo mezani. Herina aliviona vyakula hivi vyote lakini hakumuona mpishi. Pengine shangazi yake ndiye aliyekuwa amepika. Hata hivyo, alijiambia kuwa isingewezekana shangazi awe ametayarisha vyakula hivyo katika kipindi cha saa 1:30 baada ya wao kuwasili katika nyumba hii. Ama amenunua kutoka supermarket. Siku hizi watu walio wazembe katika upishi hununua vyakula kwenye maduka haya. Lakini hajamsikia shangazi au yeyote akitoka nje. Herina alijisemea huku
kupakua chakula. Herina na shangazi yake walikula kimya kimya. Shangazi alitamani sana Herina aanzishe mazungumzo yote, hata kuhusu safari au kazi ambayo ilikuwa anatarajia kuifanya, lakini Herina hakusema lolote. Walipomaliza kula, Herina aliviondoa vyombo mezani, aliingia jikoni na kuviosha. Herina alikuwa anaanza kupanda vidato kuelekea chumbani mwake aliposikia sauti ya shangazi yake tena. Herina, kama nilivyokuambia, kesho tutaondoka. Tunakutana na mwajiri wako saa 8 asubuhi. Baada ya kukufahamisha kwa mwajiri wako, nitaondoka. Sijui kama wifi alikuambia kwamba nilipata uhamisho kutoka mji wa matarajio. Hata hivyo, usiwe na wasiwasi. Kesho nitampigia simu baba yako nimjuze kwamba tulifanya kama tulivyofikiana. Dina alimfafanulia Herina, hamna neno shangazi. Sijui kama siku moja unaweza kunipeleka huko baba anakofanya kazi ya ujezi. Herina alimsahili shangazi yake. Shangazi alimshukuru Herina. Alimwambia kwamba aliomba yangetimia punde tu atakapo izoea kazi yake. Alimwambia kuwa huenda hata baba yake akaja mwenyewe kumtembelea. Usiku huo, kwa mara ya kwanza tangu jahazi la elimu ya Herina kugonga mwamba, Herina aliwasiliana na ndugu zake. Aliwaambia kwamba tayari alikuwa ameondoka nyumbani na kwamba walihitaji kutafuta muda wa kumtembelea mama yao. Usiku huo, Herina alimpigia mama yake simu. Alimhakikishia kwamba angefanya kazi kwa bidii ili awe kiumbe wa kutegemewa. Herina alipata usingizi wa pono, jambo ambalo si la kawaida kwa mtu ambaye alikabiliwa na dhiki kama yake. Hakujua vipi, lakini aliyapata macho yake yamesalimu amri mara tu kichwa chake kilipogusana na folonya ya mto wa kitanda chake. Kinyume na siku nyingine, usiku huo hakuwa na ndoto nyingi isipokuwa moja tu. Ndoto hiyo ilimshangaza sana. Alimwona shangazi akiwa na baba yake. Dina alikuwa ameshika mkono wa kushoto na baba yake alikuwa amemshika mkono wa kulia. Shangazi alimvuta Herina upande wake huku baba yake akimvuta upande wake. Wawili hawa walionekana kama makundi mawili ambayo yalikuwa yanacheza jugwe. Katika hali hii, Herina alihisi baba yake akimvuta kwa nguvu zaidi huku shangazi akilemewa. Herina alianza kupoteza fahamu na hatimaye akazima. Alipozinduka, alijipata nyumbani kwao kijijini. Ubavuni mwa mama yake, baba yake alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha kawaida akiwa ameshika mkogojo kwenye mkono wa kulia. Herina aliamshwa na sauti ya muadhini wa msikiti uliokuwa karibu. Aliamka na kuketi kwenye kochi lililokuwa chumbani humo. Alifanya sala yake ya alfajiri kisha akafanyia mazoezi ya viungo humo chumbani. Hakutaka kukimbia kwa vile haya yalikuwa mazingira mageni. Saa 1 asubuhi alienda jikoni kutayarisha kiamsha kinywa. Huko alipata muujiza ka ule wa usiku uliotangulia. Kiamsha kinywa kilikuwa tayari kimeandaliwa. Alitazama hapa na pale asimuone yeyote. Hakumsikia shangazi akipanda juu kulala, pengine kwa vile alilala mapema. Vile hakumsikia akiondoka chumbani asubuhi hiyo. Pamoja na kuyaona yote hayo kuwa kionja, Herina hakuona faida ya kujishughulisha na mambo yasiyomhusu. Kulala au kosa kulala hapo kwa shangazi yake hakukuweza kubadilisha lolote katika maisha yake. Ndivyo alivyoamini. Herina alirudi chumbani mwake kumngojea shangazi. Pengine amke au atoke huko ambako alikuwa ameenda. Hakutaka kuanza kula kiamsha kinywa huku wenye nyumba wakiwa hawapo. Pengine hata kiliwekwa na mtu mwingine. Hakujua miko ya nyumba hiyo. Humo chumbani aliendelea kukisoma kile kitabu chake. Kitabu hicho kilimpa tumaini na mafunzo mengi yenye dhamani. Moja kati ya mambo aliyojifunza kutokana na kitabu hicho ni kujitolea kuwasaidia watu wengine. Alijifunza kwamba kuwasaidia watu hata kwa kiasi kidogo huwezesha kumjengea anayesaidia mahusiano mema na wale ambao anawasaidia.
Istoshe, huwawezesha wanaosaidiwa kujimudu kimaisha. Alijiambia kwamba angehakikisha kwamba hata huko ambako alitarajiwa kwenda, angejitolea kuwasaidia wale ambao angeishi nao. Herina hakujua alikuwa amekaa chumbani mwake kwa muda gani. Hata alikuwa ameanza kuwaza kwamba huenda shangazi yake alikuwa amemtoroka. Hata hivyo, alitupilia wazo hilo mbali. Saa 2:30 Herina alisikia mgurumo kwenye lango kuu. Alipotizama kupitia dirisha, alimuona shangazi akitoka kwenye gari hilo. Aliingia chumbani na kuliacha gari hilo nje ya lango. Gari lenyewe lilishabihiana na lile lililokuwa limewaleta hapo usiku uliotangulia. Herina alihitaji tu kuliona ili kuhakikisha kuwa ndilo hilo au ni jingine kama hilo. Shangazi aliingia nyumbani na kwenda moja kwa moja hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa mkabala na chumba alimolala. Alifungua mlango polepole. Baada ya muda, Herina alisikia sauti ya shangazi kutoka nje ya chumba chake. "Herina, njoo tule staftahi. Naona muda wetu wa kuondoka umekaribia." Herina alimuitika shangazi yake na kuelekea sebuleni. Hapo walikula sebeho ambacho, kama alipojisemea Herina moyoni, kiliandaliwa na malaika. Walipomaliza staftahi, Herina kusanya vyombo vyote na kuviosha. Herina na shangazi Dina hawakuondoka kwenye nyumba hiyo hadi saa 8:30. Shangazi alimwambia kwamba mwajiri wake alikuwa amebadilisha saa za miadi yao. Walihitajika kufika kule saa 5.